Sio wewe tu umekasirika, pia mimi, lakini nimenyamaza. Kama ni Joakim ongea. Can I be heard in silence please? Endo mgesti mkiona. Wewe nani kuja kukomanda? Toka tu apite. Toka tu apite. Wacha apite instead of aende Mathare. Nyamaza kelele ya nini? Unajua sometimes tunaheshimu. people power. Nimeona wengine hapa wanajifanya vijana. Just because unajua kuwa umevaa tai, kuna ile Isa unaongea nini sasa? kuwa umevaa tai. Mbona wakati wale mtu anaingia mnaanza Nenda hapo nyuma utoe tai. kushata? Tusumbua hapa mkigongo nyama kima. Mbona na kiwanja mara mingi sana. Kuna mtu kuna mahali ametoka kwa nyama kima. Nani wasoe? Wewe unakuja muongee hiyo Wewe Isa. Nyamaza lakini nasema hebu nyamaza. Okay, nyamaza. Haujanyamaza, you are still speaking. haya. Kwa niaba ya vijana, mtu just because you have a small body na umevaa jeans doesn't make you a young man. Vijana wenyewe wamekaa chini wakiona it is good for them to go to State House. Yes. Na waende kufanya mambo mingi. State inaitwa State House. State House. It does not belong to anyone. Yes. Even the person occupying that house will leave when we decide it. Hello? I understand that there are people here on a payroll to disrupt important proceedings. Wewe PK, ni nini mbaya na wewe? Sisi tunakusikiza. Sisi tunakusikiza. Wewe niambia tu wewe endelea na unapiga hapo mbele. Bwana. Wewe si je. Wewe jamani. Wewe. Na nimekata kidogo. Mimi nataka niambie watu najua uchumi ni mbaya, depression iko juu, lakini to pretend kwamba mambo iko sawa. Wacha nianze na jambo la muhimu, and I want to be very much unpopular today. I want to prosecute the issue of goons in the last maandamano. Our former president has been adversely accused of organizing goons. Na mimi, because I always want to be factual, wakati nimekuwa nimenyamaza siongei sana kuhusu goons, nimekuwa ninaangalia who are the most probable people to organize goons. Nikaangalia kuna jamaa anafanya kazi hapa kwa Governor Sakaja, kwa inaitwa Liquor Department ya pombe. Yeye pia anajiitanga Gaucho. Na nikaangalia tweet ya Maverick Kaoko amemention Gaucho. Na nikaangalia picha za watu ambayo Maverick Kaoko amepost. Kaangalia picha ya Gaucho huyu wa Raila. Unajua sasa hapa iko Gaucho mbili. Iko Gaucho ya Raila hii tunajua, na iko Gaucho hii ya Sakaja. So nikawa ninafanya uchunguzi nijue who is the person mwenye amekuwa accused
of organizing goons. Wani leo iko shida gani? Nilikuwa namwambia jamaa endelea. No, mbona shida inatokea tu hapa? I'm just building my point. Yes. And my point is, nimekuwa nikifikiria, nikakutana na guni moja ambaye ni mgonjwa, amepigwa na wananchi. Guni ambaye yako katika hali mbaya. Nikauliza, wewe nani alilipa wewe? Akataja jina moja, Gaucho. Nikaonyesha yeye picha. Ni huyu? Akasema sio huyu. Nilionyesha yeye picha ya Gaucho ya Raila. Huyu Gaucho, we are on two warring factions. Mimi ni one term, yeye ni guni ya Raila. Sijasema Gaucho sio guni. He is a goon. But ni guni ya nani? Ya Raila Odinga. Na huyu Raila Odinga ambaye tumekuwa na hii miaka yote, sijawahi kuona Raila akiwa accused of organizing goons in Nairobi. Na mimi najua reasoning ya Gaucho. Akiambiwa organize goons, atapigia Raila simu. Asiposhika atapigia Rosemary. Na siamini kwamba Raila Odinga anaweza kubali Gaucho ahusike na maneno ya kuorganize goons. So nataka as we condemn goonism, let us always strive to be factual. Nikimalizia, Mr. Speaker, nimeona tumeambiwa badala ya goons sasa wanaleta bandits kutoka huko Tiati, na mbunga anajiita nani? Kamuketi. Analeta bandits Nairobi. Mimi nataka niulize, mtu ambaye hajawahi kula pizza most probably hajawahi hata kuona lami, niko sure bandits wakiingia Nairobi wataenda KICC kuona swimming pool, wasahau kazi ambayo imewaleta. Na tunajua hawajazoea vitu zingine. Sisi tumeweka pizza mingi sana, wakikuja tutawapea. Na kwa sababu wamezoea kula chakula mbichi, wakikula pizza tumbo itawauma. So wakati wanaenda kujisaidia, sisi tutakuwa maandamano. Tumepanga hii maneno. So mambo ya yes, wamezoea kula chakula mbichi. Hao bandits anaoga uso na mkojo ya ng'ombe. Kweli huyo ni mtu wa kutishia sisi? Tunaleta sisi goons na bandits Nairobi. As I finish, Mr. Speaker, June 25th, nimeona watu wamejifanya watu wa advice mingi. Wanakuja kutuambia vile tunafaa kubehave. Ukishanikosea, hauniambii vile nafaa kubehave. Ulishanikosea, sasa ni mimi na decide cha kufaa. Wanasema ati tukienda State House tunakufa. Ojwanga alikufa akiwa ameenda State House. Boniface Kariuki alikuwa State House. Si alikufa hapa. Wale watu walianguka na ndege India, walianguka State House. Kifo inaweza hata kupata kwa harusi, mfupa ikunyonge ukufa. Sasa kama sisi feti yetu ni kuenda pale tuuawe, badala tunyanyaswe, tuishi kwa magoti, instead of living on our knees, we will choose to die on our feet. Na lazima tuende hapa State House. Juu tunaongea kwa media ni kama hawasikii. Tunatuma video kama hizi hawaoni. Tunataka tuende tuongelee kwa gate, wasikie tukiwa hapo kwa hapo kwa gate. Wale wanasema niende, wale wanasema my friend, ni kama hiyo suti sio yako, because watu wa suti tunajuana. Watu wa suti tunajua. Behavior ya mtu wa suti tunajua. Unajua
wanasema nguo ya kuazimu haisetiri mataka. Kiswahili sanifu hiyo. Na Raila Odinga kabla hajaingia broad based alisema kwa msafara ya mamba hakikosi burukenge. Sasa hapa iko mamba wengi wamejaa, lakini kwa hii msafara ya mamba iko burukenge ambao wanajifanya mamba, lakini kazi yao ni kuleta mambo ya kasongo iendelee. Wale watu walilipwa maguns, tuliwauliza SHA inafanya, hawasemi. Walipwa na serikali, SHA imeshindwa kuwatibu. Hata wewe ukiwa gune tumetumwa hapa, ujue ukipigwa SHA haifanyi nani? Haifanyi kazi. Harambee!